Shule ya msingi Kazimzumbwi ni shule ambayo inapatikana ndani ya kata Kazimzumbwi, lakini wilaya ya Kisarawe, na inapatikana umbali wa kilomita 12 kutoka makao makuu ya wilaya, na ipo kando ya barabara kuu kutokayo Kisarawe kuelekea Mwanza. Leo ni siku ambayo tunaadhimisha ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya kupinga ukatili kwa watoto, ambapo kauli mbiu yetu ya leo inasema kwamba pinga ukatili kwa watoto, shiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Na katika kusherehesha siku yetu ya leo, pia tumeweza kutembelewa na wageni kutoka ofisi ya Rais, Sekretarieti ya maadili, na hapa shule Kazimzumbwi tunayo klabu ya maadili ambayo inahusika na swala zima la maadili kwa wanafunzi, lakini pia kusaidia katika shughuli mbalimbali za hapa shuleni. Kwa leo tulikutana na wageni wenzetu walikuja kutembelea na kuja kutembelea klabu yetu katika kusherehesha maadhimisho ya wiki hii ya kupinga ukatili kwa watoto. Lakini pia tumepokea zawadi mbalimbali. Na mimi nasema hii zawadi pia namshukuru Mama Samia kwa sababu yeye ndo aliyewatuma, na hawa wamekuja kutokea katika ofisi ya Rais, katika Sekretarieti ya utumishi wa umma, pia Sekretarieti ile ya maadili. Kwa tunashukuru sana, lakini tunamshukuru Mama Samia kwamba hawajaje mikono mitupu. Kama mnavyoona mkija na zawadi nyingi kweli kweli ambazo zimesheheni. Tumepetea miti, kama mnavyoona kuna miti ambayo kupanda katika kuketea. Mama anasema kwamba anataka nishati safi. Kwa katika kuboresha nishati safi, maana yake lazima tupande miti ili kuendelea kuwa na nishati ambayo ni safi. Lakini pia tumepetea vifaa vya kuhifadhia takataka, kuhifadhia uchafu, lakini pia wamepetea majembe, wamepetea mafekeo na zawadi mbalimbali kama madaftari unavyoona. Lakini pia nimeona tumepewa pia taulo za kike kwa ajili ya watoto wa kike, kwa sababu watoto wengine wanashindwa kuja kuhudhuria katika masomo kwa sababu ya kukosa taulo za kike. Lakini hiyo pia mtoto akikosa masomo na hiyo ni ukatili. Kwa hiyo pia wamekuja siku mwafaka na kuletea vifaa mwafaka. Kwa mimi niwashukuru sana, na nashukuru sana kwa sina cha kuwalipa, lakini zaidi nasema kwamba mimi nitakachowalipa ni kuendelea kuwa mwalimu mzalendo na kuendelea kuwasimamia hawa watoto, na furaha yangu ni kuona hawa watoto wanafanikiwa baadaye. Kabisa tumeweza kuona watoto wakipatiwa zawadi kadha wa kadha. Pengine kwa matamasha ambayo umekuwa ukiandaa, nimefahamu kama wageni ambao wamekuwa kukufikia na zawadi ambazo zimekufikia kupitia hili tamasha, tofauti kidogo? Naweza kusema kuna tofauti kidogo kwa sababu tamasha la leo limekuwa na wageni mbalimbali, lakini kama unavyoona na wageni kutoka ofisi ya Rais ni jambo ambalo ni kubwa sana. Kwanza najivunia kwamba tamasha langu limehudhuriwa na viongozi kutoka ofisi ya Rais ambao pia wananisimamia hata mimi mwenyewe katika maadili ya utumishi wa umma. Lakini pia wamekuja kuonana na watoto ambao ni club. Maana hawa watoto ndio tunategemea kwamba hawa watoto watakao kuwa walezi wa maadili kwa kesho. Na kwa hiyo kiujumla ni kwamba ni tamasha la tofauti kwa sababu kuna mambo mengi ambayo nafikiri baadaye tutakwenda kuongea zaidi kwamba vitu gani ambavyo vinafanyika katika siku hii ya leo. Na moja kwa moja umeshukuru mama mama wa Tanzania, na naomba mitano tena kupitia tamasha hili. Sawa, lakini ofisi ya kidogo neno moja. Asante. Mimi nipende pia kumshukuru kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa kwa sababu tamasha hili kuhalisia limebeba muktadha mkubwa sana. Kwanza nitakiwa leo tuenda kiongozi kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, na tamasha hili ndio tunafanya tamasha hili kwenye mashindano pia, kwa sababu shule katika wilaya ya Kisarawe ziliteuliwa shule 15 ambazo zinashiriki katika mradi wa kupinga ukatili kwa watoto na unafadhiliwa na Post na ambao ni mradi wa shule bora na ni nchi nzima. Kwa maana yake shule itakayofanya vizuri, maana yake itakwenda kusaidia halmashauri kwenda kuongezewa mapato, na wilaya itakayokuwa imefanya vibaya, maana yake mapato yatapungua kupitia katika mradi wa Boost. Kwa hiyo tunachokifanya pia tupo katika maadhimisho, lakini pia kuna mashindano ambayo tunayafanya. Maana yake hii inakwenda mbali, maana yake tutakuja kukaguliwa. Nafikiri baadaye kuingia mgeni rasmi utaona pia tuna dawati la ulinzi,
na usalama wa mtoto. Watatoa maelezo yao baadaye, siwezi kuyasema sana, lakini baadaye nao watakuwa na tournament kama unavyoiona hapa, watatoa maelezo juu ya dawati la ulinzi na usalama wa mtoto jinsi linavyofanya kazi. Lakini hapa tuko katika klabu hii ya Madi. Kwa hizo klabu nyingi, klabu ya Madi, lakini pia baadaye na klabu pia Scout, na klabu ya za michezo, na klabu ya Swashi, na klabu ya zipo nyingi kwa TAKUKURU, ya klabu ya TAKUKURU. Kwa hapa sisi tuna klabu nyingi kwa klabu hizo zinasaidia kuwafanya watoto wawe active muda wote. Ni kushukuru kwa maneno mazuri ya kushukuru, lakini pia kutujuza kupitia wageni ambao walikufikia na kukuunga mkono kwa namna ya ukubwa zaidi. Pengine unaweza ukawakaribisha wageni wakatusalimia hapa kupitia watazamaji wetu ambao wanatutazama moja kwa moja kupitia Lungu TV Tanzania online, lakini pia na Mwigune Online TV. Lolote neno, lakini pia unaweza ukawakaribisha na wakazungumza na wenyewe pia pengine wana kitu cha kuzungumza kupitia tamasha hili la upingaji ukatili kwa watoto. Na shukuru kwa sababu ninaye hapa. Kwanza nimshukuru sana kwa zawadi nzuri ambazo wameweza kutupatia kama unavyoona. Kwa hiyo tunakaribisha kama nalo neno pia kusema, lakini sisi kwa mzetu kufika kwa Mheshimiwa Rais kwamba walimu wa Afrika Kusini na klabu ya Madi wanasema kwamba wanashukuru sana na endelea kuwalinda watoto na kuwalea ili wakuwe katika maadili, kwa sababu ni sisi kuwalea kimwili, kiakili na kiroho. Asante. Na ninaona furaha imejaa ya kutosha. Asante. Ya kutosha kabisa. Unajisikiaje kufika kwenye kijiji? Lakini kabla hujajibu hilo swali, tutambulishe kwa jina. Unatokea ofisi gani? Unatambulishwa kweli, lakini sikiaje? Na maswali mengi kwa sababu umepata sifa za kuzembili kuleta zawadi kwa watoto na kusapoti tamasha kufika katika sehemu iliyokuwa inaonekana kama sana. Karibu. Asante. Naitwa George Mwendamseke, ni afisa mwandamizi kutoka ofisi ya Rais Sekretarieti ya Maadili ya Watoto. Leo tulifika hapa tukiwa na jukumu kubwa la kutembelea klabu ya maadili katika shughuli ya lakini katika kutembelea hiyo tulikutana na hili tamasha ambayo pia ni sehemu ya ukuzaji wa maadili, kwa sababu tunapozungumza ukatili ni vitendo vya ukosefu wa maadili. Sasa bahati nzuri maudhui tuliyoyakuta yanahusiana na kwa nini tuko hapa. Moja ya jukumu ya ofisi ya Sekretarieti ya Maadili ya Viongozi ni kukuza maadili. Kama ni kukuza maadili nchini, tunaanza na watoto. Watoto ndio viongozi wa kesho, ndio taifa la kesho. Tunategemea wawe wazalendo, wawe wachapakazi, wawe watii na wawe wa faida na manufaa kwa taifa. Kwa hiyo kupitia klabu yetu ya maadili katika shule hii, tunatumai wao watakuwa ni chachu ya mabadiliko katika eneo hili na chachu ya mabadiliko kwa watoto wote. Lakini hatukuja hivyo kutumia na zawadi mbalimbali ili kiwe ni kichocheo cha hawa watoto kuweza kuona mabadiliko. Utakumbuka hivi karibuni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, alisisitiza umuhimu wa klabu za maadili akiwaapisha viongozi. Alisema ameona klabu za maadili na akamtia shime kamishna wa maadili na viongozi wa maadili wote kuhakikisha kwamba wanaongeza chachu katika uundaji wa maadili, na sisi tunaendelea kutekeleza maagizo ya rais. Ndio maana tuko hapa kuhakikisha kwamba vijana tunaowasha kwa ajili ya taifa la kesho, wazalendo na watii kwa serikali, wanafanya majukumu yao kwa kuzingatia taratibu kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni, na wakiwa msaada kwa jamii. Klabu za maadili zinawasaidia watoto katika malezi, makuzi, kushika elimu, lakini pia wanajifunza stadi za kazi. Kwa maana unakuta hapa kuna vifaa kwa ajili ya kusaidia kufanya usafi. Klabu za maadili watatakiwa kuwa wa mfano wanaporudi nyumbani. Kwa hiyo tuwaombe wazazi na walezi wasitize watoto washiriki katika klabu za maadili, lakini pia tuwashukuru kipekee mwalimu mlezi katika klabu hii, mkuu wa shule, mwalimu kiongozi katika shule hii kwa kuilea hii klabu. Bahati mbaya tu labda hakuwa mwanzo kuona kile ambacho watoto wanajiandaa kwa klabu. Yale yote yanayohusu masuala ya kimaadili hapa tunajifunza. Mimi hapa leo sikuja kuwawakilisha, nimekuja kuwasikiliza. Kwa hiyo nimefurahishwa na kiwango chao cha kimaadili, lakini pia namna ambavyo wao wanatoa hamasa kwa wenzao kushika maadili. Lengo kwa ujumla na kutoa rai kupitia channel hii kwamba tunawaomba Watanzania wote wahakikishe kwamba maadili ndio msingi wa maisha.
mtoto hata akiwa na elimu ya kiwango gani, hata akiwa na fedha kiasi gani, ni hasara kwa mzazi, ni hasara kwa taifa kama hatakuwa na maadili kinga. Kwenye hapo kwenye maadili na malezi ambayo na utofauti wa wazazi na walimu, tunapambana vipi ili malezi yenu yawe bora zaidi na elimu iwe bora ya ukubwa zaidi kwa wazazi na wenyewe wanapambana elimu yao ile, mtoto kachelewa shule, tuma hichi kama walimu tunapambana vipi? Kwanza kabisa tunafahamu kabisa walimu wamepewa jukumu maalum, kwa sababu wao ni muda mwingi kwa mazingira tunao wao wako na watoto. Kwa hiyo maana katika kukumbusha swala la kimaadili, hatuwakumbushi tu watoto, tunawakumbusha walimu kuzingatia taratibu, na walimu wote wa shule za umma na shule binafsi wote wazingatie miiko ya taaluma yao katika kulea watoto. Lakini pia ndio maana tunakumbusha wazazi kwamba wazazi na walezi watekeleze jukumu. Kuna muda mzazi anaweza kuwa hafahamu tabia na mwenendo, kama unaposikia watoto wakitoa salamu ya maadili, walizungumzia kwamba maadili ni tabia na mwenendo ulio mwema. Inawezekana mzazi au mlezi asifahamu tabia na mwenendo wa mtoto wake, lakini mtoto atakapotaka kuadhibiwa akaja kukinga kifua au kuzuia ziadhibiwe. Tunaomba wazazi washiriki katika kulea watoto pamoja na walimu ambao ni walezi wa karibu sana wa watoto. Hii itaweza kutusaidia sisi kuwa na watoto wenye malezi mema, tabia njema, wenye manufaa kwa mzazi na manufaa kwa taifa. Sababu tunafahamu kabisa kama tutamzalisha daktari asiye na maadili hatakuwa na manufaa katika sekta. Kama tutazalisha mwanahabari kama wewe asiye na maadili, maana yake nini? Tutakuwa na wanahabari ambao hawana maadili na wanaweza wakafanya taarifa zenye kuchochea na kuleta mfarakano katika jamii au kuvunja maadili. Kwa kupitia chombo cha habari na tena kuonyesha kila mtu kwa nafasi yake ashiriki katika kumlinda mtoto, ashiriki katika kumlea mtoto, ama ni wafuasi wa kumzaa ama si wafuasi, kwa sababu mtoto yote mtoto wa jamii. Kwa hiyo lazima wote tushiriki kumlinda, kumlea na kumtunza ili awe na manufaa kwa jamii na kwa taifa. Kwa sababu mtoto kwa mfano akiwa mhalifu mtaani atakuaje mimi na wewe. Kwa kila mtu ana wajibu wa kushiriki katika malezi na makuzi ya mtoto, hata sio wafuasi katika jamii ya mtoto. Na mlipofika kwenye hii shule ni ofisi ya Rais na kuona mazingira, kitu gani ambacho umekiona chenye ubora na chenye tofauti kwa shule zingine ambazo mmekuwa mkizifikia kwa namna moja nyingine na kualifu? Kwanza sisi tutoe pongezi kwa utunzaji wa mazingira, wamejitahidi sana katika kutunza mazingira, lakini kitu cha pili, kwa mfano sisi tunasimamia maadili, kuna vitu tu vidogo ambavyo tunaweza tukaona. Ukifika sehemu kuna kitu tunakiita huduma kwa mteja. Huduma kwa mteja ni namna ambapo mtu anapokelewa na anapata wako katika kiwango cha kitu ambacho lazima tuwapongeze hilo, kwa sababu watu tupokea vizuri, watu kisha ushirikiano hata kabla namna ambavyo tulikuwa tukiwasiliana inaonyesha ni watu ambao nao pia wanazingatia maadili. Kwa hiyo tayari sisi kwetu pamoja na kutembelea, lakini kuna masuala mengine ya maadili tunaangalia. Kama kuna jambo liko tofauti, maana tunamwambia hapa rekebisha, hapa moja kukuza maadili, lakini pia kufuatilia utekelezaji wa masuala ya maadili. Kwa hapa tumeona katika kiwango cha maadili wanatekeleza katika kiwango cha juu. Watoto ndio nana wanaambia jambo ambalo linaonyesha sana. Ni kushukuru sana neno moja kwa mkuu wa shule ambaye ameona kwenye katika maendeleo ambayo hayo amekwisha kuyazungumza hapa, lakini pasipo na yeye kama alikuwa hana nguvu ya kuyapush, basi hapa tusingekuwepo hata na sisi. Neno lolote kutoka kwake, lakini pia kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa, lakini ukimalizia na ile ngazi ya mama yetu, mama wa Tanzania. Asante. Kwa mkuu wa shule ni mshukuru na niendelee kukumbusha na kusisitiza na kutia shime aendelee zaidi na zaidi kwa hapa alipofikia, kwa sababu wako katika njia. Kwa mkuu wa mkoa wa Pwani, kwa kweli sina maneno mengi sana kwa sababu ni moja. Mkuu wa mkoa wa Pwani ni mmoja wa wadau wakubwa sana wa maji. Labda kwa kumbukumbu tu, kwa kumbukumbu sawa, alishiriki sana katika kuandaa ile hati ya hati ya utajiri. Mmoja wapo wa wadau. Na mara nyingi hata kama kuna tukio la mkoa, amekuwa akishirikisha ofisi ya Rais Sekretari ya viongozi kushiriki katika kukuza maji. Ni mmoja wa viongozi ambao kwa haiba wana mfano mzuri katika masuala ya kimaadili, pamoja na masuala pamoja na mambo mengi, jambo ambalo ni mzuri sana katika masuala mazima ya kimaadili. Haiba ile kwa Mheshimiwa Rais, nafikiri mnafahamu, sina neno la kutia. Mama anabaki kuwa mama na muda wote yeye anasisitiza ukuzaji wa maadili.
mama ni mlezi. Anapokuwa mlezi, kuna sehemu anatakiwa akufinye ili uwe na nidhamu, na amekuwa akifanya hivyo kwa watu ambao hawataki kufuata njia sahihi. Lakini pia mama amekuwa mfariji kwa watu ambao walikuwa na mama kama kiongozi wa nchi, amekuwa ni kiongozi wa mfano sana kuhakikisha kwamba maadili yanakuwa na nchi inasimama katika utaratibu, na hasa katika kujenga uzalendo na kulinda rasilimali. Nikirejea tu hotuba yake tu karibuni akiapisha viongozi, alisisitiza umuhimu wa uzalendo kwa Watanzania, umuhimu wa uzalendo kwa watumishi wa umma, hususan kwa mfano masuala ya utendaji wa siri. Ni sehemu mojawapo aliyoikumbusha kama sehemu ya maadili. Sasa yeye kama msimamizi wa maadili, hata ukienda katika sheria ya maadili, rais ndiye amepewa jukumu la kukuza maadili. Maana akiona jambo haliko sawa, atatokea. Hata miaka ya karibuni aliongeza idadi ya viongozi wanaohusika kwenye sheria ya maadili ya viongozi. Huo ndio mfano. Hakuna zaidi ni kutia moyo na kuhakikisha kwamba hatumwangusha, kwa sababu sisi tukiwa katika utumishi wa umma ndio mkono wake. Nikushukuru sana kwa wakati huu. Asante sana. Na mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na Watanzania na viongozi kwa ujumla kukuoneshea tukio hili moja kwa moja. Karibu sana tuweze kuona matukio ambayo mengine tumekwisha kuyaona, lakini mengine bado. Mimi ni Simon na hii ni Irungu TV, inaendelea kukusogezea matukio mbalimbali ambayo yanaendelea katika tamasha hili la upigaji ukatili kwa watoto. Karibu sana tuweze kuwa pamoja, mtazamaji wa Mwiguni Online TV. Bado tunaendelea kuwa pamoja na wewe, usichoke na usitoke kando ya TV yako, tuweze kuwa pamoja katika kuangazia matukio mbalimbali ambayo yanakuwa naendelea hapa katika wilaya ya Kisarawe, kijiji Kazi Mzimbwe. Tunaendelea kuwa pamoja na wewe kusogezea kinachokuwa kinaendelea. Mimi ni Simon na hii ni Irungu TV na Mwiguni Online TV na Kiza TV. Asante. Na mtazamaji, kama tulivyokwisha kukujuza kwamba tutakuwa bega kwa bega kukusogezea tukio hili, tamasha la upingaji ukatili kwa watoto wadogo, na hapa tunaye madam atakwenda kutujuza matukio machache sana. Yeye atakwenda kujitambulisha na kujitambulisha kijiji kwa uzuri kabisa, machache kati ya mengi ambayo tutakayokwenda kuzungumza hapa. Karibu tena tumsikilize. Madam, hongera kwa maandalizi. Asante sana. Sawa, unaweza ukatujuza kinachokuwa kinaendelea hapa, tuweze kutambulisha kwa jina lako, tunaendelea. Watanzania watamani kusikia kinachokuwa kinaendelea hapa katika kijiji hiki. Nashukuru sana kwa kama unaona hapa mbele, nimepata bahati ya kutembelewa na sekretari ya maadili kwa siku ya leo. Kwa ni bahati kwa mafanya na kupinga ukatili kwa watoto, lakini tumepata bahati kutembelewa na viongozi kutoka sekretari ya maadili, na kama tunavyoona hapa ni shirika la maadili, na pia tukapata pia fursa kupata utendakazi mbalimbali kama mahitaji kwamba mtoto asipate ukatili kwa kukosa daftari, kukosa pad kwa ajili ya mtoto wa kike, lakini pia mazingira yakiwa safi pia kupatia kama tunavyoona vifaa vinavyoonyesha. Kwa hiyo shukrani ya pekee sana kwa viongozi wa sekta ya maadili kwa kutuwezesha kwa siku ya leo kuletea vifaa kama hivi. Nashukuru sana, na mkuu wetu pia kama unavyomuona unaye bega kwa bega, tangu wiki yote imeisha kwa tukiandaa hatimaye leo. Nashukuru sana. Hatimaye leo umefika katika kilele. Matamasha yote ambayo imekuwa mkiandaa, hili limekuwa la ngapi? Kwanza na pekee sana kubwa zaidi, japo kuna wengine wanajaribu kufanya, lakini naona pekee zaidi. Matokeo mpaka sasa na pamoja haya yalikuwa madogo madogo, na hayo mpaka sasa hivi matokeo yanakuwaje kwa Watanzania ambao wanakuwa washiriki? Na hapo umezungumzia kuna sekta imeweza kuwatembelea na kuwapa zawadi. Nyinyi kama viongozi na waandalizi kuandaa matokeo kwa watu ambao wanajoin wa Tanzania wanayapokea? Matokeo mazuri wamepokea kwa uzuri, na tunategemea kwamba kilele hichi kitalete tija, na kupitia klabu ya maadili kuambukiza na wengine italeta tija zaidi. Nashukuru sana kwa kipekee mwanzo mkuu wa sheria Kazi Mzimbwe kwa namna kipekee alivyoweza kutuunganisha si walimu, wanafunzi. Kiukweli tuko mahali salama hapa, hakuna ukatili, yaani hapa ni kila kitu wala, na jamii ya maeneo haya itaenda kujifunza vizuri zaidi kupitia kwa viongozi wetu hapo sisi wenyewe.
Slogani inanivutia sana kama niliposikia ikanivutia, upingaji ukatili kwa watoto wadogo. Mmeweza kuwapata wale walemavu na watoto wengine, manake huwaga nao pia wakatili. Hili nalo mmezungumzaje? Hili nalo lipo, tunalo kwamba kuna baadhi pia tuko nao kwenye mazingira shuleni na wanajisikia wako na amani kabisa, kwa sababu ni sehemu salama. Kama nilivyosema, ndugu mtangazaji, ni sehemu salama, yaani haina ukatili, uko vizuri. Ninaona. Asante. Asante. Mtazamaji, tunaendelea kuangazia matukio ambayo yanaendelea katika tamasha hili la upingaji ukatili kwa watoto wadogo. Kijiji kinanitatiza kidogo. Kijiji kinaitwa Kazimzumbu. Kazimzumbu. Na shule Kazimzumbu, kata Kazimzumbu, wilaya Kisarawe, mkoa wa Pwani, nimalizie, Tanzania. Tanzania. Tunaweza tukaongelea kidogo tukampongeza mkuu wa mkoa wa kwa namna kipekee. Tunamshukuru sana mkuu wetu wa mkoa, ametufanya tuwe katika mazingira salama, endelea na kazi zetu na shughuli zetu za kila siku. Yote ni kwa ajili yake, kwa uongozi wake uliokuwa na uadilifu. Tunamshukuru sana kwa kipekee sana. Shukrani. Asante. Mtazamaji, tunaendelea kuzungumza na viongozi, lakini baadaye tutakwenda kuzungumza pia mtoto mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe. Ninasoma darasa la 5. Kwa ujumla mimi naukataa ukatili nitaupinga ukatili na nitasambaza uhuru kote. Sawa kabisa. Neno moja kwa mwalimu mkuu ambaye amekufanya kuwa na ujasiri na kutaja slogan unaokataa ukatili kwa watoto wadogo. Mimi ninamshukuru sana kwa sababu yeye ndiye alifundisha mimi mpaka hapa nilipokuwa. Nasema asante sana. Wapongeze walimu wengine wote kwa ujumla, mimi naangalia na napenda sana. Naitwa nani? Kwa majina naitwa Elizabeth Kisengi, nasoma shule ya msingi Kazimzumbu, mkoa wa Pwani, wilaya ya Kisarawe. Kwa ujumla nasema asante kwa mwalimu mkuu na walimu wengine. Ukatili tunaopinga katika shule hii, na katika shule hii hakuna ukatili. Sawa, na mimi nakupa fursa neno moja kwa mwalimu mkuu na walimu wengine. Kuna kitu gani cha kusema? Manake amewafanya wanafunzi wa shule hii imekuwa na ujasiri mkubwa sana. Tumeona mabango yameandika kwa uzuri kabisa kwamba mnakataa, hakuna ukatili shuleni kwetu. Neno moja kutoka. Mwalimu nasema asante kwa kunifundisha mpaka nimefika hapa. Walimu wengine kwa ujumla nasema asante. Shukrani sana. Hawa ni watoto ambao mabango kama unavyoona ni wanaungana na ile slogan ambayo tulikwisha kukujuza kwamba hili ni tamasha la upingaji ukatili kwa watoto. Tulikuwa na madam amekwisha kujuza matukio mbalimbali ambayo na wageni ambao waliweza kujoin katika tukio hili kuwa pamoja, lakini pia watoto unaona furaha unaambiwa hapa hakuna ukatili shuleni kwetu. Mimi nimejionelea, bado wewe tu kujionelea matukio ambayo bado hujayaona. Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kinachokuwa kinaendelea.